Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Mzee na Nishani. Mzee na Nishani ni riwaya iliyoandikwa na Mkamerun anayeitwa Ferdinand Oyono. Riwaya ya Mzee na Nishani ya Ferdinand Oyono ilichapishwa kwa mara ya kwanza kwa lugha ya Kifaransa mwaka 1956 na baadaye ikatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza na John Reed mwaka 1967. Baadhi ya wahusika katika riwaya hii ni Meka ambaye ni mme wa Kelala, wa pili ni Kelala ambaye ni mke wa Meka, mwingine ni Engamba ambaye ni mme wa Amalia na mwingine ni Amalia mwenyewe ambaye ni mke wa Engamba. Mandhari ya riwaya hii ya Mzee na Nishani. Riwaya ya Mzee na Nishani iliandikwa nchini Kamerun wakati wa ukoloni wa Kifaransa. Mandhari yake yanaonyesha hali ya Waafrika waliokuwa wakihangaika kati ya dunia mbili, ile ya Mwafrika yeye tamaduni na imani zake za jadi, na ile ya wazungu au wakoloni waliokuwa wakileta dini, utawala na mfumo mpya wa maisha. Mandhari ndogo ni mandhari ya kijijini ambapo tunaona maisha ya Meka na familia yake pamoja na mila za Kiafrika zinazoshirikishwa na jamii. Na mandhari ndogo nyingine ni mandhari ya mjini katika vituo vya wakoloni, ofisi za wakoloni, sherehe za nishani na vituo vya polisi vinavyoonyesha dhuluma, unyanyasaji na unafiki wa wakoloni. Riwaya hii ya Ferdinand Oyono imeandikwa katika sehemu kuu 3, lakini kila sehemu ina sura zake. Kaa nami, asante. Sehemu ya kwanza. Sura ya kwanza. Meka anaamka alfajiri katika kibanda chake duni sana na anamkuta mkewe Kelala bado akikoroma usingizini. Anamwamsha akimshangaa anawezaje kulala wakati mumewe ana mawazo mazito. Meka ameitwa kwa kamanda asubuhi hiyo. Wanaomba kwa pamoja kwa ajili ya wito huo. Baada ya maombi, Meka anavaa nguo zake na mkewe Kelala anamwambia anaonekana mzuri kana kwamba ni mishonari Marekani. Meka anakula kifungua kinywa na kuondoka. Kabla hajaondoka, mkewe anamwonya awe mwangalifu anapojieleza mbele ya mzungu. Meka anaanza safari kwa mguu kuelekea mjini. Anapofika mtaa wa wazungu, anasimama kwa muda katika sehemu ya Mama Titi kupata kinywaji cha Ark. Ark ni pombe haramu ambayo ilipigwa marufuku, hivyo wauzaji huiuza kwa siri. Kupitia tukio hili tunapata kumbukumbu ya nyuma kwamba Meka aliwapa wamishonari wa Kikatoliki shamba lake na sasa anaishi kwenye kibanda kidogo kijijini. Anaambiwa kwamba ni mapenzi ya Mungu kutoa ardhi hiyo. Baada ya kumaliza kunywa, anaendelea na safari kuelekea kwa mzungu huku akiimba nyimbo za kivita walizoimba zamani. Wakati huo huo, kule kijijini, katekista Ignatius Obebe anaongoza misa ya maombi na baada ya hapo watu wanatawanyika. Kelala anakataa kuingia kanisani na kukaa mlangoni akiangalia kwa mashaka upande alioelekea mumewe. Hatimaye Meka anarudi akiwa ndani ya gari, amekaa kando ya mzungu akiwapungia watu dirishani. Anawajulisha wanakijiji waliokusanyika kwamba kiongozi wa wazungu ambaye yupo Timba atakuja tarehe 14 Julai kumpa nishani. Habari hizo zinawaleta watu wengi nyumbani kwake kusikiliza. Meka anasimulia jinsi mambo yalivyotokea. Hata Ignatius Obebe ambaye ni katekista anajua, lakini anaonyesha wivu na kutoa maneno ya kejeli yaliyowakasirisha watu wote. Alipoondoka, wanakijiji walibaki wakijadili habari za katekista mwingine ambaye aliwahi kumshawishi mke wa chifu. Sura ya pili. Katika kijiji cha Zouriani alikozaliwa Kelala, tunamuona kaka yake aitwaye Engamba. Anaonekana akila chakula huku akijificha nyuma ya mlango ili wapita njia wasimuone na kukaribia. Baada ya kumaliza, anatoka nje. Ghafla kelele zinasikika upande mwingine wa kijiji.
Watu wanatoka kila pembe na kumwona mgeni anayejiita Nkolo Mendo, mwana wa Mendo kutoka Ngolman. Wanakijiji wana shauku ya kujua kama amekuja na habari njema. Baada ya muda mrefu anafichua siri. Anasema kwamba siku iliyopita alikwenda Doam kumtembelea mkwe wake mtarajiwa na kupeleka mzigo wa samaki waliokaushwa waliokuwa wamemwomba kama sehemu ya mahari ili amuoe binti yao. Kabla ya hapo tayari alikuwa ameshawapa franc 30,000, kreti ya bia, kofia ya jua, gunia la chumvi, mapanga 3, kondoo 3, ndoo ya maji, sufuria ya chuma nzito na gunia la mchele. Kilichobaki tu kilikuwa ni samaki waliokaushwa. Anaendelea kusema kuwa alipofika Doam, mji ulikuwa na msongamano mkubwa na malori yenye askari yalikuwa yakipita kwa kasi. Watu walidhani vita ilikuwa imeanza, lakini wanawatuliza wakiwajulisha kwamba haikuwa vita, bali ni kwa sababu kiongozi wa wazungu kutoka Paris alikuwa akija Doam kumpa Meka nishani. Engamba anafurahi sana kusikia hivyo, kwani Meka ni shemeji yake. Mbogzi anapendekeza kwamba Engamba ajitambulishe kwa kamanda, akisema yeye ni shemeji wa Meka ili apate upendeleo. Hata marafiki wa Engamba wanataka kutumia nafasi hiyo kupata manufaa. Wanakijiji wote wanaondoka wakati Nkolo anabaki na Engamba. Tunafahamishwa kwamba Nkolo ana wake 5 na anajiandaa kuoa wa 6. Vile baada ya baba yake Engamba kuaga dunia, Engamba alirithi wake 6 vijana wa baba yake pamoja na mama yake. Engamba alifurahi maisha ya kuwa na wake wengi, kwani mashindano ya wanawake hao yalikuwa na manufaa makubwa sana kwake. Lakini mambo yalianza kubadilika wamishonari walipoanza kufundisha kuhusu ndoa ya Kristo. Baadhi ya wake zake walidai uhuru ili kubatizwa. Engamba akawa wa kwanza miongoni mwa wapagani kubadili dini na kumwoa Amalia rasmi kanisani. Tunaelezwa kwamba siku moja Meka alipita Zourian na baba yake Engamba akamuita Kelara ambaye bado alikuwa mdogo. Akamwambia Meka, huyu ndiye mke wako, unaweza kumchukua utakapoona amekomaa. Engamba anamuona Meka kama mtu mwenye bahati na kumuita shetani mwenye bahati. Hatimaye Engamba anashika mbuzi wake mmoja aitwaye Ebogo, jina la mke wake mdogo zaidi, na kuanza naye safari kuelekea Doam kushiriki katika sherehe ya Meka ya kutunukiwa nishani. Sura ya 3 sehemu ya 1. Maandalizi ya sherehe ya tarehe 14 Julai yalibadilisha kabisa hali ya hewa mjini Doam kama vile Nkolo alivyokuwa amesema. Mji ulikuwa na shughuli nyingi na maandalizi chini ya usimamizi wa M. Faucon, afisa mkuu wa utawala. Kwa kuwa askari walikuwa wakisafiri huku na huko kwa malori na kufanya mazoezi mitaani, Waafrika waliingiwa na hofu wakidhani vita imerejea tena. Baada ya kukagua maandalizi, M. Faucon alirejea nyumbani kwake. Baadhi ya Waafrika walikuwa wakileta kreti za vinywaji vitakavyotumika siku ya sherehe. Waliwaamuru wavipeleke moja kwa moja kwenye kituo cha jamii cha Waafrika ambako sherehe ya mapokezi ingeandaliwa. Kituo hiki kilikuwa kibanda ambacho kilipakwa rangi nyeupe iliyoficha rangi yake ya awali. Wakati huo Meka alikuwa amekwenda kumwona fundi cherehani aitwaye Ela aliyekuwa akimshonea koti lake. Meka alikuwa na wasiwasi iwapo koti litakuwa halijakamilika kesho yake. Ela akamtuliza akimwambia kwamba litakamilika na Meka atalipenda. Baada ya kumaliza kushona, alimkabidhi Meka koti, lakini akamwambia kwamba vifungo vishonwe na mke wa Meka kwa kuwa yeye Ela alikuwa na haraka ya kwenda kumwona mkewe ambaye alikuwa mgonjwa. Meka alimpa franc 500 kisha akaaga. Sura ya 4 sehemu ya 1. Engamba na mkewe aitwaye Amalia bado walikuwa njiani kuelekea Doam. Walitembea hivyo hadi usiku ulipoingia. Engamba alilalamika kuwa Amalia alikuwa akitembea haraka mno.
ili hali yeye alikuwa akivutana na mbuzi wake kwa nyuma. Tunaambiwa hapo zamani Amalia aliwahi kubeba vikapu vizito vya kuni kutoka shambani, vikapu vya mchanga kwa ajili ya kutengeneza kibanda, vikapu vya mawe kwa ajili ya nyumba ya mapadri ili aweze kwenda kutubu, na vikapu vya chakula kwa safari mbalimbali. Alifanya hivyo makusudi kwa kuwa mama yake alikuwa akimuita mvivu. Hatimaye wakazi wa kijiji wakamsifu wakisema, msichana huyu atamlisha mumewe hata kufa kwa njaa kamwe. Hivyo basi Amalia akaitwa binti wa mabinti na alipokea posa 10 za ndoa. Miongoni mwao alikuwa Engamba, tajiri wa Zooriani. Amalia alimchagua Engamba ingawa alikuwa na wake wengi. Safari iliendelea, giza likazidi kutanda na wakafika kitongoji cha Nkango. Wakaalikwa kupata chakula cha jioni kwa kuwa mwenyeji wao alisema usiku una siri nyingi. Mtu aliyewakaribisha alikuwa anaitwa Binama, ambaye alimtambua Amalia walipoingia ndani ya nyumba, huku Engamba akiwa anafunga mbuzi wake nje. Walizungumza kuhusu bahati ya Meka kupata nishani uzeeni. Agata, ambaye ni mke wa Binama, aliwakaribisha chakula. Baada ya kula, Engamba alinyanyuka na kuondoka. Binama na Agata waliwasindikiza hadi mtoni. Binama akawaambia Engamba amfikishie Meka ujumbe kwamba amwambie kiongozi mkuu wa wazungu kuhusu hitaji la kujengewa barabara kuelekea kijijini kwao. Waliendelea na safari wakipita vijiji kadhaa usiku. Kijiji kimoja tu kilibaki. Hatimaye wakaingia kwenye msitu wa Boton. Walihitajika kuvuka sehemu yote ya makazi ya wazungu kisha kupita kwenye makazi ya Waafrika kabla hawajafika nyumbani kwa Meka. Sura ya 5, sehemu ya 1. Meka alirudi nyumbani kutoka kuchukua koti lake na kukuta kundi kubwa la watu waliokuwa wamekusanyika nyumbani kwake ili kusherehekea naye. Aliwasalimu wote kwa namna ya jadi, huku akitania na kucheka kwa sauti. Walikuwapo Engamba na Esomba, ndugu zake wa karibu na wa mbali, wa kiume na wa kike, pamoja na watoto wao. Kila mtu mwenye uhusiano wa karibu au wa mbali na Kelara pia alikuwepo. Kwa mfano, alikuwepo mwanamke mzee aliyewahi kumhudumia mama yake Kelara, ambaye alifariki kabla ya vita vya kwanza vya dunia. Pia walikuwapo Nua, Nti, Mvondo na Evina, ndugu wa Meka na ndugu wa mkewe, pamoja na wakwe waliokuwa wamefika mapema waliahirisha safari zao. Vile wanakijiji wote walikuja kama sehemu ya kumheshimu mwenzao. Meka aliwapokea kwa moyo mkunjufu na mazungumzo ya kawaida yakaanza. Kama ilivyokuwa desturi, tangu aliporudi na habari njema, alisimulia tena tukio lake. Kelara aliwakaribisha chakula, lakini kwa wanaume kilikuwa kidogo na kikaisha kabla ya wengine kufanikiwa kufikia sahani. Baada ya hapo, Kelara alipanga mahali pa kulala kila mtu na akatangaza mpangilio. Wengine walilala vitandani, wengine kwenye mikeka ya kulalia na wengine kwenye majani ya ndizi. Kabla ya kulala, walimkumbusha Meka ajaribu koti lake. Wengine wote walilisifia isipokuwa Kelara, aliyesema limezidi ukubwa na halifai. Kelara alileta viatu vya ngozi ambavyo Meka alikuwa amevinunua kwa Madame Pipiniat. Kabla hajamuoa Kelara, Meka alikuwa akitembea peku, jambo lililoharibu miguu yake. Zaidi ya hapo, vidole viwili vidogo vilikuwa vimejiegemeza kila upande wa mguu wake. Aliponunua viatu vya turubai, alilazimika kukata madirisha madogo kwa ajili ya vidole hivyo viwili. Dukani hakuvijaribu licha ya msisitizo wa yule mama muuzaji, kwa sababu hakutaka kufichua mateso yake mbele ya huyo mama wa kizungu. Meka alivivaa viatu, lakini vilimuumiza sana. Akasema asingeweza kwenda navyo mbali kesho yake. Engamba alipendekeza waweke mchanga ndani na kuviloanisha kidogo ili ngozi iwe laini. Hatimaye walifanya maombi na kwenda kulala. Wakati wengine wamelala fofofo, Meka hakuweza kulala. Akili yake ilisongwa na mawazo ya picha za matukio ya kesho yake, lakini hatimaye naye alijikuta ametumbukia usingizini. Sehemu ya 2, sura ya 1. Meka aliwekwa katikati ya duara lililopakwa chokaa nyeupe
akisubiri kiongozi mkuu wa wazungu aje kumpa nishani. Alisubiri kwa muda mrefu sana, lakini kiongozi huyo hakuonekana. Jua lilikuwa kali mno na Meka alihisi maumivu makali, hasa kwa sababu ya viatu vyake vilivyokuwa vikimbana. Alijifariji kwa kujikumbusha kuwa yeye ni mwanaume halisi aliyetahiriwa bila kulia. Pia aliamini kwamba mizimu ya mababu zake waliomfanya kuwa mwanaume walikuwa wakimtazama, hivyo hakupaswa kuwaaibisha. Akajiambia kwamba kama aliweza kuvumilia maumivu wakati wa kutahiriwa, basi atayavumilia hata sasa hivi wakati kiatu kikimuumiza, na huu ndio wanaume. Meka akasema hata kama kiongozi wa wazungu hatakuja hadi usiku kesho, mwaka mzima, au hata hadi mwisho wa dunia, yeye alikuwa tayari kusubiri. Meka alijiuliza aondoke au abaki, lakini hatimaye akaanza kumwomba Mungu amuondolee taabu yake. Ilikuwa saa 4:30 asubuhi. Kamishna mkuu alikuwa amechelewa saa 1. Wazungu walipokuwa wakipita mbele yake, Meka alifikiri kwamba walikuwa na bahati kwa sababu hawakuteseka kwa maumivu ya viatu. Meka alishindwa kutambua ni nini kilichokuwa kikimuuma zaidi, kati ya miguu, tumbo, joto kali au meno yake. Hatimaye kiongozi alifika, na baada ya mapokezi ya kawaida wakaelekea pale alipokuwa Meka. Meka alipatwa na wasiwasi waliposhikana mikono. Kisha wazungu wakaenda kukaa kwenye baraza la ofisi ya M. Falcon au Mr. Falcon. Meka alishangaa sana ni kwa vipi wangeweza kumwacha mzee wa umri kama wake kasimama kwa saa 1. Akadhani huenda wamesahau kuleta nishani au labda waliipoteza. Baada ya muda walimkaribia tena na kumvarisha nishani kifuani mwake. Meka alifurahi sana kiasi kwamba hakuhisi tena maumivu. Mara moja kiongozi wa wazungu alimwalika Meka kwenye sherehe ya mapokezi katika kituo cha jamii cha Waafrika. Lakini mtu mmoja alitoa kauli ya kejeli akisema, ingekuwa bora kama wangemvika medali nyingi zaidi. Fikiria kupoteza ardhi yake na watoto wake wawili vitani, halafu apewe tu kitu hiki. Kauli hii ilimkumbusha Kelara kuhusu watoto wake wawili waliofia vitani. Alijaribu kuzuia kilio kwa kujiziba mdomo kwa kitambaa chake, lakini hakikusaidia. Aliangua kilio cha huzuni kuu. Baada ya kujiuliza, alimwangalia Meka kwa mtazamo mpya, akimwona msaliti. Alimshukuru kijana aliyetoa kauli hiyo na kusema kwamba ni Roho Mtakatifu aliyenena kupitia mdomo wake. Kwenye baraza la ofisi ya Mr. Falcon, Meka alikuwa Mwafrika pekee katikati ya wazungu wa Doha. Alijivunia kwa kuwa hakuna hata mmoja wao aliyekuwa amevalishwa nishani kama yake. Hata hivyo, hakujua sherehe kwenye kituo cha jamii ingeanza saa ngapi, na hakuwa na mtu wa kumuuliza. Hatimaye wazungu waliingia kwenye magari yao na kuondoka. Padri Vandermeer alimkaribisha Meka kupanda nyuma ya gari lake. Ingawa hakuwa na mtu yeyote kwenye kiti cha pembeni ya dereva, Meka alikuwa nyuma ya gari akivua viatu vyake na kuwapungia watu mkono kupitia dirisha la gari. Sura ya 2, sehemu ya 2. Kelara alikuwa ameketi kwenye vumbi la uwanja akilia kwa uchungu. Engamba hakuelewa kilichokuwa kikiendelea kwa sababu hakuweza kufika kwenye sherehe kutokana na miguu yake yenye maumivu. Alipojaribu kumfariji, Kelara aliendelea kulia zaidi, akijilaza chini kama gogo linalobiringika. Aliporejea nyumbani, bado aliendelea kulia na kuomboleza akisema kwamba yeye ni mwanamke mwenye bahati mbaya. Alilalama kwa sauti akisema, nilidhani nimeolewa na mwanaume wa kweli, kumbe nimeolewa na mzoga wa kinyesi. Watoto wangu, maskini watoto wangu, mmeuzwa kama vile Bwana Yesu alivyouzwa na Yuda. Yeye angalau aliuzwa kwa fedha, lakini mtu aliyepakana kitandani na baba yenu hakupata hata bei nzuri kwa tone la mbegu zake. Nyote wawili watoto wangu wadogo, thamani yenu imehesabiwa kuwa nishani moja tu. Hivyo basi, Kelara hakuwa na furaha wala kuridhika na nishani moja tu aliyopokea mumewe kwa gharama ya maisha ya watoto wake wawili. Sura ya 3, sehemu ya 2. Meka pamoja na Waafrika wengine, maafisa na machifu waliitwa kushiriki sherehe kwenye kituo cha jamii cha Waafrika. Meka alikunywa glasi yake ya shampeni mara moja na kuanza kuchunguza ladha ya divai hiyo ambayo hajawahi kuinywa maishani mwake, kwani ilianza kuchemka tumboni mwake. Baada ya hapo, Meka aliendelea kumlazimisha kijana aliyekuwa akihudumia vinywaji ampe zaidi.
Hatimaye vijana hao waliamua kuwahudumia Waafrika whisky, ingawa Mr. Falcon alikuwa amewaagiza wasiwahudumie whisky hadi pale divai iliyochachushwa na divai nyekundu zote zitakapokwisha. Mr. Falcon alikasirika sana kwa sababu alikwenda kinyume na maagizo, jambo lililomfanya ashindwe kusikiliza hotuba ya kamishna mkuu kwa umakini. Hatimaye mkalimani alitafsiri maneno ya kamishna mkuu. Kamishna mkuu alisema, kiongozi mkuu anasema kwamba anafurahi sana kuwa kati yenu. Anashukuru kwa ukaribu na mapokezi mlioonyesha. Anakamilisha kwa kusema kuwa sisi sio tu marafiki, bali ni kama ndugu. Waafrika walifurahi sana kusikia maneno haya. Meka alisikia haya na akaamua kuonyesha heshima kwa kamishna mkuu. Alimwalika nyumbani kwake ili wakae pamoja na kula mbuzi aliyeletwa na shemeji yake Engamba. Alifanya hivyo kwa sababu tangu wazungu walipoanza kufika, hakuwahi kuona mzungu anamwalika Mwafrika au Mwafrika anamwalika mzungu. Meka alidhani kuwa sasa kuwa marafiki au zaidi ya marafiki, mtu lazima aanze. Kamishna mkuu alithamini mwaliko huo, lakini alikataa kwa sababu alikuwa na shughuli nyingi. Hata hivyo, alimwahidi Meka kwamba atakula mbuzi wake kwa hisia, na alimwalika Meka kuja kula pamoja wakati mwingine. Waafrika walimsifu Meka kwa busara na ujasiri wake. Meka alirudi kwenye kiti chake, na kwa uchovu wa siku yote na maneno yote ya pongezi aliyopata, alilala usingizi. Mr. Falcon aliona kuwa hapakuwa na hali ya utulivu kwenye kituo cha jamii, hivyo aliwaongoza kamishna mkuu na wazungu wengine kuondoka. Baada ya wazungu kuondoka, Waafrika walibaki wakinywa na kuzungumza. Walisema kuhusu udanganyifu wa wazungu. Ingawa walizungumza kuwa wako zaidi ya marafiki, hapakuwa na Mwafrika aliyepewa nafasi ya kula pamoja nao wala kukaa kwenye jukwaa pamoja nao. Pia walibainisha kuwa ingawa wazungu wanajenga barabara, hospitali na miji, hakuna Mwafrika aliyemiliki gari. Hata kwenye sherehe wazungu walikuwa wakishirikiana glasi kati yao wenyewe. Wakati walipokuwa wakijadili haya, Mr. Baring Gullet na wanajeshi wake walifika na kutangaza kwamba sherehe imekwisha. Wote wanapaswa kutoka, la sivyo watakuwa matatizoni. Waafrika wote waliondoka kuelekea kwao kwenye kijiji cha Waafrika. Hakuna aliyemkumbuka Meka aliyekuwa amelala fofofu. Wakati Meka akigeuka alipokuwa amelala, nishani iliyokuwa kifuani mwake ilisogea chini karibu na mkono wake, ikavunjika taratibu na kuanguka. Wazungu wote walirudi kwenye klabu yao ya kizungu. Sehemu ya 3, sura ya 1. Meka anaamka na kujikuta peke yake kwenye kituo cha jamii. Mvua kubwa inanyesha iliyoambatana na radi, umeme na tufani. Anashangaa huenda huo ndio ulikuwa mwisho wa dunia. Anafanya juhudi kubwa kutoka ukumbini na hatimaye anafika mlangoni. Uwanjani hapakuwa na mwanga wowote, hivyo hakuweza kuona mbele yake. Aliendelea kujitahidi hadi akafika barabarani, lakini mvua iliendelea kunyesha na hakuwa na taa. Meka aliwaza atafanyaje ili aweze kuvuka maji mengi ya mvua ambayo yalikuwa yamejaa barabara nzima. Nyumbani, Kelala, Engamba na wengine walimsubiri kabla ya kuanza kumchinja na kumla mbuzi. Meka aliendelea kutembea huku akijiuliza ni kwa nini ameishia kubaki peke yake katikati ya janga hilo. Meka bila kufikiri akapeleka mkono kifuani na kushtuka kwa mshangao. Ile nishani aliyotunukiwa na mkuu wa wazungu ilikuwa imepotea. Meka aliendelea kutembea hadi alipofika kwenye kibanda cha kwanza. Akaona mwanga wa tochi na kumshukuru Mungu kwa kumletea msaidizi. Lakini kumbe walikuwa askari, wakamshambulia kwa kipigo kikali hadi akazimia. Alipozinduka wakamtaka waoneshe kitambulisho. Meka aliposhindwa kuwaonyesha kitambulisho, walimshuku kuwa ni mwizi aliyeficha sura yake kwa kutumia tufani ili kupora maeneo ya wazungu. Meka alijaribu kujitetea kwamba alikuwa amekwenda kupokea nishani kutoka kwa gavana, lakini hawakumsikiliza. Walimpeleka kituo cha polisi na kumfungulia mashtaka ya kuzurura kwa nia ya uhalifu. Askari walimdhalilisha huku wakimcheka kwa kujidai kuwa rafiki wa kamishna mkuu. Meka alifungiwa kwenye chumba cheusi. Baada ya muda kukata tamaa, naye alianza kuwatukana na kuwalaani. Hatimaye alilala usingizi. Asubuhi, mlango ulifunguliwa na askari wakamwamuru aende kwa Gullet. Meka akamkabili kwa hasira na akataka kupigana naye. Askari alipiga filimbi na wenzake wakaja, wakampiga vibaya, wakamfunga pingu na kumpeleka kwa Gullet.
Gulet hata bila kusikiliza kosa lake akampiga bakora 10 begani kwa kiboko chake cha kuongozea farasi, kisha akamtemea mate usoni. Baadaye Gulet akazungumza naye kupitia mtafsiri na kumuuliza yeye ni nani. Kwa kukata tamaa, Meka akajibu, mwambie mimi ni mjinga mkubwa niliyeamini jana katika urafiki wa mzungu. Kisha kumbukumbu zikamwijia, akakumbuka maisha yalivyokuwa kabla ya wazungu kufika. Mwisho akasema haogopi wazungu. Kisha Meka alipelekwa ofisini kwa Gulet. Gulet akampa sigara, lakini Meka hakuisogelea. Gulet akaamua kuivuta mwenyewe. Mtafsiri akamweleza Meka kwamba kesi yake imetatuliwa na angeachiliwa huru nyumbani. Pia akahaidiwa nishani nyingine. Sura ya pili sehemu ya 3. Meka aliachiliwa na kuanza safari ya kurudi nyumbani huku akiwalaani wazungu. Njiani alimuona panya mkubwa na akasema maneno ya kimila aliyofundishwa kuyatamka kila amuonapo mnyama huyo. Kisha njiwa akamdondoshea kinyesi kichwani. Meka akaamini ni ishara ya bahati njema. Kwa haraka imani na ushirikina wa jadi vikaanza kumvaa tena kama mawimbi makuu, vikifuta mafundisho yote ya Kikristo aliyoyashika kwa miaka. Alipofika kijijini, alikuta vibanda vingi vimebomolewa na tufani, ila kibanda chake na vingine kadhaa tu vilisalia. Watu walikuwa wakiokoa mali zao zilizozikwa na tope. Walipomuona walimshangaa sana, kwani alionekana kama ombaomba wale ambao Padri Vandermeer alikuwa daima akiwafukuza kanisani. Meka aliwasimulia jinsi alivyoteswa na polisi wa Gulet. Wote walimzunguka huku akitetemeka kwa baridi. Mvondo alipendekeza wamshukuru Mungu kwa Meka kurudi salama, lakini Meka alikasirika sana, hakutaka hata kusikia jina la Bwana. Kisha katekista Ignatius akamtaja Yesu Kristos. Meka akaibuka na hasira kali akamfukuza. Toka hapa, nendeni zenu nje ya nyumba yangu. Wote walibaki wakimshangaa kwa mabadiliko ya ghafla, wakidhani huenda anakaribia kufa. Kelara akaja na Amalia wakilia kwa uchungu, na vilio vyao vikajibiwa na wanawake wengine kutoka ndani ya nyumba. Wakaanza kulia na kuanguka chini, wakijilaza ardhini, huku wakiwalaani wazungu na kushangaa kwa nini mababu zao wamewaacha. Wakati huo, Mvondo ambaye alikuwa amekula utumbo wa kondoo bila ruhusa ya ukoo, alikiri kosa lake mbele ya wanakijiji. Wakamwamuru alete kondoo dume kutoka kwa ndugu zake upande wa baba ili afanyiwe ibada ya utakaso. Ensomba akaanzisha dansi na wote wakaungana naye. Hatimaye Meka akatoa shilingi 1060 za Kifaransa. Wakamtuma Nua aende kununua divai. Sura ya mwisho, sura ya 3 sehemu ya 3. Engamba alijitolea kwenda kituo cha utawala ili kujua kilichompata Meka. Hata hivyo, akakumbuka kwamba angeweza kukamatwa kwa kosa la kuzurula katika eneo la wazungu bila mwaliko. Akajisemea, huingii mtegoni ukiwa macho. Pia alikumbuka methali ya mababu kuwa, iwapo moyo wako utaanza kudunda unapoifikia safari, rudia nyayo zako. Kwa hiyo, akaamua kurudi nyumbani. Njiani akawauliza watu kadhaa kama walikuwa wamemuona Meka, lakini hakuna aliyekuwa na taarifa. Hatimaye akaamua kurudi kijijini. Engamba alipofika kijijini, alikuta watu wengi wamekusanyika kwenye nyumba ya Meka. Akaingia na wasiwasi kwa sababu wanawake walikuwa wakilia. Ndipo alipomwona Meka amelala chini. Engamba alikasirishwa alipomuona Nua akimfuta Meka kwa sponji, lakini akaelezwa kuwa huo ni utaratibu wao wa Kiafrika waliofundishwa na mababu. Hasira zake ziliongezeka zaidi alipoona watu wakinywa divai ya mnazi na kuongea maneno ya mzaha kana kwamba hakuna jambo baya lililotokea kwa Meka. Hali ikawa ya mzozo mkubwa kiasi cha karibu kuzuka ugomvi. Mtu mmoja akawakumbusha kuwa ni aibu watu wazima kupigana. Mtii akajifanya anaondoka, lakini wakambembeleza akarudi. Wote wakaamua kutuliza hali kwa kicheko. Mwishowe, Engamba akaanza kuwalaani wazungu kwa kumvunjia Meka heshima, kumnyang'anya ardhi yake na kuwaua wanawe vitani. Esomba akapendekeza kwa utani kwamba njia bora zaidi ambayo Meka angeonyesha kutoridhishwa na nishani ile ingekuwa ni kwenda mbele ya mkuu wa wazungu akiwa kifua wazi, amevaa tu kola. Hapo ingemlazimu mkuu wa wazungu kuinama na kumkazia nishani moja kwa moja kwenye kola. Wote walicheka kwa utani huo. Meka akaamuru kila mtu apewe divai. Kidogo kidogo marafiki wake wote wakaanza kuondoka
na walioendelea kubaki walikuwa Nti na Engamba pekee. Engamba akawa akijiuliza moyoni, ni nini atawaeleza watu wake Wazouriani kuhusu yaliyompata Meka? Na huu ndio mwisho wa riwaya yetu. Ni wako David Michael Wimbi. Onyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment na kushare, kwani ni bure lakini ina maana kubwa sana kwangu na inanisaidia kupata nguvu ya kuendelea kuandaa simulizi zingine. Usisahau kufuatilia kitabu cha Majaribu ya Bwana Jero, The Trials of Brother Jero, kwani nitakiupload hivi punde. Nakupenda sana. Bye bye.